Baada ya kocha Roberto De Zerbi kuachana na klabu ya Olympique Marseille ya Ufaransa, kumekuwa kuna headlines nyingi sana ambazo zinamhusisha kocha huyu kujiunga na vilabu vya Premier League ya England. Guess what? Manchester United ni moja kati ya vilabu ambavyo vinahusishwa na kumhitaji kocha Roberto De Zerbi. Licha ya mema ambayo Michael Carrick amekuwa akiyafanya mpaka sasa hivi ndani ya United, lakini baadhi ya vyanzo kutoka England vinamhusisha kocha Roberto De Zerbi kwamba anaweza akawa replacement ya Michael Carrick mwishoni mwa msimu. Lakini kinachofikirisha ni kwamba namna ambavyo De Zerbi ameondoka kwenye klabu ya Olympique Marseille, hakuondoka vizuri sana, kwa sababu inasemekana kuondoka kwake kuliambatana pia na kutokuwa na mahusiano mazuri na baadhi ya nyota wa Olympique Marseille. Kumbuka klabu ya Olympique Marseille ni miongoni mwa vilabu ambavyo vimekuwa vikikusanya baadhi ya nyota ambao wamekuwa wana viwango vizuri sana katika kuhakikisha klabu inarejea katika zama zake zilizo bora. Msimu huu wana watu kama kina Mason Greenwood, wamemchukua Ethan Nwaneri kutoka katika klabu ya Arsenal, mtu kama Pierre Hubia ambaye alikuwa kwenye klabu ya Spurs. Kwa hiyo wamekuwa na wachezaji wengi ambao wanaonekana wanaweza wakawasaidia kupandisha kiwango cha Olympique Marseille, lakini mahusiano ya De Zerbi na baadhi ya nyota wa Marseille yameonekana kuwa ni moja ya changamoto iliyofanya De Zerbi ashindwe kuwa na muendelezo wa matokeo mazuri, na hatimaye akachagua kuandika barua ya kuomba kuachana na klabu ya Marseille na wao wakamkubalia, ameondoka zake. Sasa zinahusishwa klabu kama Manchester United, klabu ya Tottenham Hotspur pia inatajwa, kwa sababu Thomas Frank naye pale Tottenham yuko katika kiti cha moto sana. Maendeleo ya Spurs yamekuwa sio mema sana katika Premier League na ni jambo ambalo haliwafurahishi sana wenye timu yao, lakini hivyo hivyo kwa baadhi ya timu zingine za Kiingereza. Kwa hiyo ni taarifa ambayo inaonekana kuchukua nafasi, lakini kwangu nimeshtuka zaidi pale nilipoiona Manchester United ikihusishwa pia na Roberto De Zerbi, hasa kwa namna ambavyo Michael Carrick amekuwa akifanya kazi yake. Nadhani anapaswa kutopewa pressure, kwanza aachwe afanye na amalize msimu, halafu baada ya msimu tathmini ifanyike na uamuzi wa kuona nani anaweza kukaa kwenye kile kiti, ama Michael Carrick kuendelea ama mwalimu mwingine, yanaweza yakafanyika. Lakini kwangu nadhani Manchester United, iwapo hawatoridhishwa na kile kinachofanywa na Michael Carrick, wanatakiwa